Kwa nini muhimu sana kuanza siku kwa kusifu? Tunatakiwa tuanze kwa kusifu, kwa kumtambua yeye na matendo yake. Inawezekana hajakutendea mambo makubwa, lakini amekupa uhai, amekupa afya, amekupa pumzi, amekupa hata macho tu unaona. Kuna watu hawawezi wakaona, kuna watu hawawezi wakasikia, lakini wewe unasikia. Okay, kwa yule ambaye labda yumkini haoni ama asikii, kwa nini kuna umuhimu wa kusifu? Amshukuru tu Mungu hata kwa kinywa chake na lipsi zake kuongea. Haya, mtu ambaye hawezi kuongea, basi miguu yake anavyotembea anamshukuru Mungu kwa sababu anasifu. Haya, ambaye labda yumkini hawezi kutembea, basi hawezi hata kushukuru kwa sababu anaweza kaweka tonge likashuka tumboni na akaenda na chooni. Kwa hiyo yote haya ni kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Sifa ni shukurani mbele za Mungu. Alafu ni kitabu cha Zaburi sura ya 22 mstari wa 3 anasema, "O mtakatifu uketie katika sifa za Israeli." Kwa hiyo Mungu unapomsifu, kumbe ni yeye moja kwa moja anakuja na keti juu ya zile sifa. Na Mungu akiketi juu ya sifa, ni kuambia ukweli, mtumishi haji kuzurula, lazima aanze kushughulika na mambo yako. Anashughulika kwa sababu unapopaza tu sauti kumsifu Mungu, yeye anasema kuna mtu mmoja pale ametambua. Kwa hiyo hebu malaika nendeni pale mkashughulike na yeye. Wanashuka wanakuja kwanza kushughulikia habari za maisha yako. Kuna sehemu kwenye kitabu cha Isaya sura ya 54 napendaga sana pale, anasema, "Piga kelele uliye tasa, imba ewe usiye na utungu." Mungu anatarajia mtu ambaye yupo katika mazingira fulani tatanishi, magumu. Nimeona watu wengi wakishakutana na jambo wanaanza kuomba, lakini katika kuomba kwao hawaombi, wanalalamika. Kwa nini mimi? Kwa nini imekuwa hivi? Kwa nini fulani umempa hiki? Mbona mimi napitia magumu? Anaanza na kuimba, "Usinipite Mwokozi, nimekosa nini? Bwana nikumbuke." Si umenielewa? Lakini Mungu anasema, sitaki maombi ya vilio. Kipindi unapitia kwenye hiyo hali ngumu, nataka usifu. Imagine huyu mtu ni tasa, anamwambia piga kelele za shangwe, piga vigelegele, nisifu, shangilia. Ili nini? Ili mimi shuke. Nikisha shuka na kuja na kutoa hapo. Paulo na Sila wapo gerezani, wamebanana pale, minyororo, magereza imefungwa, wana askari wamewazunguka. Hawakuinua sauti kwanza kusema, "Baba, katika jina Yesu tunavunja mageti." Biblia inaniambia kwenye kitabu cha Matendo, walianza kuomba na kuimba na kusifu, na gereza lote wakaanza kusifu. Walivyosifu, alivyoshuka, sababu anakaa katikati juu ya sifa, alivyoshuka, Biblia inasema misingi ya gereza ikatikisika, minyororo ikakatika, mageti yakawa wazi. Nahisi hata wale askari walijiunga nao kuanza kusifu. Kipindi wanatoka na askari na wenyewe walitoka. Kwa nini? Mungu ameshuka mwenyewe. Kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Kila mwenye pumzi. Kuna wengine hatuna sauti za kuimba, tuna sauti za kuongea, tuna sauti za kuhubiri, ila kuimba hatujui. Ukituletea kinanda hapa ama gitaa ama nini, hatujui hata kizi zinatumikaje. Lakini bado hatutaki kusifu? Tunatakiwa tusifu. Nikikukumbusha Yehoshafati kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ya 20, kuanzia tu mstari wa 5 hapo mpaka 21 huko mpaka 20 na ngapi, alikutana na vita. Kuna Wamoabu walikuwa wanakuja kupigana naye. Sasa alivyogundua, hapa mimi kwa akili zangu, kwa askari wangu sitaweza kutoboa, kilichobaki hapa ngoja ni msifu Baba. Unajua alichosema? Yehoshafati akasimama kati ya kusanyiko la Yuda na Yerusalemu nyumbani mwa Bwana mbele ya ua mpya, mbele ya kusanyiko. Wamekusanyika pale hao watu ambao watakiwa wapigane na adui zao. Akasemaje? Akasema, "E Bwana Mungu wa baba zetu, si wewe uliye Mungu mbinguni?" Anamsifu. Unasifu kwa nini? Unasifu uweza wake, nguvu zake. Kuna mambo alishawahi kuyafanya hapo kabla, uliyasikia, uliyasoma, yumkini uliyaona. Kwa hayo unaanza kumshukuru, wewe ulifanya hili. Si wewe uliye Mungu mbinguni? Akaendelea kusema tena, si wewe utawalaye falme zote za mataifa? Na mikononi mwako mna uweza na nguvu, asiweze mtu yoyote kusimama kinyume chako.
hapa alikuwa anaongea, hakuwa anaimba, alikuwa anaongea. Si wewe Bwana, ni wewe peke yako, wewe unayeweza. Unajua hata hizi nyimbo za kusifu zimetokana na kuongea. Kuna mtu alikuwa anaongea, ni wewe, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Waimbaji wakachukua yale wakaweka kwenye mziki, ila ilikuwa ni kuongea. Kwa hiyo kusifu, hata kama hujui kuimba, hata kama una chorus ya kuimba, wewe sifu ndani. Baba, wewe ni mkuu. Baba, uliumba mbingu na nchi. Hebu tazama namna ambavyo ulifanya mbingu juu na nchi mbali, lakini hakuna nguzo katikati. Wewe ni mkuu, wewe ni mzuri, hakuna kama wewe. Hauombi, unasifu.